Bana, usishangae kuniona kwenye studio leo. Mimi si mwimbaji kama unavyojua, mimi ni mhariri. Nimekuja kutembelea Focus Studio leo, nimekuja kukutana na mnyama mmoja kati ya maproducer wazuri sana, si mwingine ni Andre Pro. Bana, jambo kwanza. Jambo sana ndugu. Bana, salamu yangu bana, ni furaha kubwa sana na nimeshukuru pia kwa mapokezi ambayo umekwenda kunipokea kwa siku ya leo. Nakupa big up sana Pro Andre. Yeah. Naam, tunakujua wewe ni moja kati ya maproducer wazuri sana ambaye mnafanya kazi kabisa nzuri kwa kutengeneza biti, na pia ni moja kati ya maproducer ambaye wameshimama kidete ili kusukuma Baraka Flavor mbele, pia kusukuma wasanii waimbaji mbele. Na leo kama tumekuja kukutembelea Pro Andre, ni kufatana na tetezi ambazo zinapita kwenye mitandao kwa nyinyi maproducer. Ni kipi ambacho unaweza kwanza kutoa kama shauri kwa maproducer ambao wanasema mambo mengi sana, wanaongea vitu vingi sana kufatana na kazi zenu nyinyi maproducer? Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Na mimi nashukuru sana, na kitu ambacho naweza ongea kwanza ni kusema kwamba ndio pale ambapo anasemaga eti kwamba mgeni uwaga anaua mwenye nyumba au mwenye parcel. Yes. Kwa wakati ambao mwenye parcele hakuwa anategemea na amekufuatia jinsi ambavyo alivyokwenda kumkaribisha yule mgeni. Na hivyo vitu pia na mimi nimeshavisikia na nimeshaviona mtandaoni. Ila kitu ambacho naweza kisema kwamba watangazaji kama jinsi ambavyo unavyokwenda kuniulizia hapa, na wala ambao wanakwenda kusikiliza jinsi ambavyo tunavyokwenda kuongea, jibu ni kwamba huyu producer anayekwenda kujisifu kuwa kwamba yeye anafanya mambo kadhaa kuzidi maproducer ambao wako hapo. Kwanza kivyangu mimi sikuwa najua kama yeye ni producer. Kadila disi kwa kuwa ni mimi ndiye ambaye nilempokea hapa tarafani Fizi. Na disi nilivyokwenda kumpokea hapa kwa mara yangu ya kwanza, alikuja na msanii ambaye anayekwenda kuitwa Super Damas. Ni huyo msanii ndiye ambaye alimleta kwangu mimi. Pengine tungetaka kujua, nisikukate kauli, pengine tungetaka kujua huyo msanii Super Damas kama anavyojulikana jina lake, amemtolea huyo producer wapi? Na inatakiwa ulitaje jina lake, maana ni vizuri sana mafans wako wakajua, aiza watazamaji wetu wapata kujua. Asante sana. Mimi sitakosa kumsema jina. Na acha niseme kwamba mimi naitwa Pro Andre on the mix. Yes. Wengine wananiita Anderson, majina ni mengi kufuatana na kazi DC Live. Yes. Na yeye anaitwa Altese. Yes. Na wakati alipofika hapa akajisifu kuwa kwamba yeye ni cameraman. Yes. Yeye ni producer wa video. Unataka kusema kwamba alikuja na kazi ya ukameraman? Ndio kazi ambayo ilionileta hapa. Kama jinsi ambavyo alivyokwenda kumleta kwangu na msanii anayekwenda kuitwa Damas. Yes. Damas akamsifu kwa upande wake, wasanii wakija mjikazi mnapokwenda kuwatengenezea manyimbo, muwalete kwa mtu huyu ni mnyama kabisa wa kufanya video. Alafu pale tukaeleza kwamba mjikazi kwa tulete kwanza kazi yake moja wapo kati ya kazi ambazo ameshazifanya. Sikuwahi kuona kazi yake hata moja mpaka sasa hivi. Nilikuwa ndio sijaona kazi yake ya kusema eti kwamba huyu ni producer wa video. Na kwa sasa mimi nashangaa kuona mtandaoni tayari ameshaanza jibrand kusema kwamba yeye ndiye producer mkali wa audio. Na wakati mpaka sasa mimi kwanza siasikia kazi yake na sijui ikiwa kwamba yeye ni producer wa audio. Yaani humjui kama producer wa audio. Mimi simjui kabisa. Unamjua kama cameraman. Cameraman ina maana hivi kila msanii ambaye alikuwa akifika hapa nilikuwa namueleza jikazi kwanza ufike kule kwa Damas. Yupo na umoja cameraman ambaye aliyemleta hivi. Ina maana ni wasanii kibao tu. Ndio hivyo ndivyo ambavyo mimi naweza jibu. Naam, tunashukuru sana kwa mafasirio yako na tunakwenda kuelewa kitu ndani mwake. Sasa huyo producer Altese ambaye tunamzungumzia kwa muda kama na huyu, wakikupa wewe nafasi ya kuchagua best producer wazuri, huyo unaweza kumweka nafasi gani kwanza? Asante sana. Mimi kwanza kwa upande wangu kwa kusema eti kwamba niweke best producer wa Fizi. Altese ni mtoto. Altese ni mtoto. Ina maana yeye Altese mimi namlinganisha na wanafunzi wangu. Wanafunzi wangu kama vile huyu mmoja producer hapa Jiros, producer Maja Pro, Omax Pro, ana hivi kwa sasa anatumika kule ku MBC. Vile hata bosi wangu naye namfunza hapa kazi ambaye anaitwa Kuru producer. Ina maana yeye namlinganisha na hao wanafunzi wangu. Na tukisema producer ambao walioko hapa Fizi, yeye hayupo hata kwa nafasi ya kusema eti kwamba anaweza jibrandi kwa kudisifu kwa kwamba yeye ni producer ambaye aliyo ngazi ya juu. Hivi ndivyo ambavyo naweza ongelea kwanza kwa upande wake
na kwa upande wa watu wengine ambao wanakwenda kutusikia. Okay, na producer Altes ni moja kati ya maproducer ambao wanaongea sana kwenye mtandao kwa siku hizi, na tumeleta jitihada za kuchunguza kuongea kwake. Na kwa mtazamo wako wewe kama best producer Andre Pro, unaona hiyo kuongea yake zaidi inatokana na nini? Pengine ni kutafuta kiki, haiza anaongea ni kwa sababu tu anaongea, ana ukweli ndani mwake kwa kile ambacho anakwenda kukiongea? Poa, asante sana. Asante sana. Mimi kitu ambacho naweza kigusia hapo ni kusema kwamba mtu kwa jina Disifu. Yes. Nakumbuka kwa wakati wa award hapa ya Smalto. Yeah. Smalto Award. Wow. Kwa wakati wa award hiyo, mimi mwenyewe kwanza nilianza kujua kwamba nimeshapita kupitia mashabiki. Na mashabiki wenyewe walikuwa ni wao wasanii. Wasanii wenyewe kuna wamoja ambao walioko Tanzania walianza uitwa, wakaanza ulizwa kwa ajili ya disi ambavyo miradi inayofanyika hapa kwa maproducer, mnaona kama vile producer nani ambaye tunaweza muweka wao wenyewe kufuatana na kazi. Wasanii wakubwa kama sema eti kwamba ni Andre ndiye ambaye anastahili. Sasa ni kusema kwamba mtu hawezi jibrandi mwenyewe. Isipokuwa tu mtu waga watu wanamsifu na kufuatana na kazi disi ambavyo zinavyosikika masikioni mwa watu. Ndio hivyo disi ambayo naweza gusia kusema kwamba, lakini kiukweli mimi hapa yule Altese hapana, siwezi muweka kati mtoto sana kwako. Yule ni mtoto kinyama. Asante sana. Ndio hivyo. Okay, tunashukuru pia kwa hilo. Na hapa kama sisi tunavyofahamu, sisi wazee wa kutembea na majitihada fulani, mimi nafahamu baadhi ya maproducer na nitakwenda kuwataja majina yao. Kuna producer ambaye mimi namjua kama Andre on the Mix, ni wewe. Kuna producer ambaye namjua kama Altese on the Mix. Kuna producer ambaye namjua kama Fire Mtumbadi. Kuna producer ambaye namjua kama Machine Key. Pia kuna producer mwingine ambaye yeye kwa sasa anahusiana na mambo ya mixer, si mwingine ni PJR Drive. Sasa kwa wale maproducer wote na wataja hapa, wewe unaweza kukawa namba ngapi kwenye wale maproducer? Poa, mimi kwa upande wangu kwa sasa mimi siwezi sema eti kwamba naweza jisifu. Isipokuwa ni kusema kwamba maproducer ambao walioko hapa kiukweli wameshaanza fanya kazi nzuri. Isipokuwa tu kazi ya yeye Altese mimi sijaisikia ndugu yangu. Hautaki. Sijaisikia, na maana mimi sijasikia kazi ya yeye Altese. Na kwa kusikia kazi ni pale ambapo watu wanasikiaga mradi umeusikia hapa, kuzunguka hapo nasikia tena kazi ile unafika hapa kama hivyo anaanza enda. Okay, so unajua mimi niliwahi kuwepo kwenye Smalto Award. Na wewe ndio ulitoka best producer kwenye Smalto Award. Na wakisema best producer kwenye award, yani ndio producer namba 1 ambaye ameonekana kwa mwaka. Sasa mimi nataka kujua kati yao maproducer ambao nimetaja hapo, wewe kwa sasa kwa kazi ambazo unazifanya kwa sasa unaweza ukachukua namba ngapi kwenye hao maproducer wengine? Poa, mimi kwa upande wangu kwa sasa kuna vitu vimoja ambavyo ningali navyo kama vile mapungufu. Na kwa sasa siwezi ongea kusema kwamba mimi ni namba gani. Kwa kufuatana jinsi ambavyo mimi sijasikia kazi yangu kati ya kazi ambazo nimeshajifanya kwa mwaka huu. Ina maana hivi sasa napambana ili angalau mradi nitakaofanya hapa usikike tena utambi. Nitakaposikia mradi unatamba, ni hapo ndipo ambapo na mimi nitaanza jipanga kwa namba fulani. Andre on the Mix. Tunajua tuko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, hususan mji wa Baraka. Na wewe ni moja kati ya maproducer ambao mnapatikana katika tarafa la Fizi, producer wakubwa ambao wana jina kabisa hapa tarafani Fizi. Na naweza taka utuambie ni yupi producer ambaye kwa sasa akisema unaweza kumpa big up kwa kile ambacho wanakwenda kukisema? Poa, asante sana. Mimi kwanza kivyangu na utoto wangu na ukubwa wangu ambao niliona kwa upande wa kazi, cha kwanza ni kusema kwamba producer huyu Biko yule ni mzazi wetu. Mzazi wetu, ina maana ndio huyo Biko ni mimi kwanza amewahi kunirekodi mwaka wa 2016 wimbo wangu wa kwanza. Lakini kawa nilikuwa sikia watu wako wanamcheka bro Biko pakati ya wasanii. Sasa mimi nilikuwa ndio sijajua. Lakini wakati nilipojitupa kwa nafasi zingine Uvira, Burundi, nikaona makazi kule kurudi hivi kuja kumsikiliza na nikatazama jinsi anavyofanya kazi. Nikasema huyu jamaa na vitu ambavyo nilivyoona huko ambapo nilipotembea, mbona ni vitu ambavyo vinakwenda kufanana na yeye anafaa vingine vitu ambavyo vilivyo tofauti.
wakati mwingine Pro PJ. Naam. Na kuna wakati nilifika hapa nikakuta na mix wimbo moja, ilikuwa wimbo wa Johnson. Sikujua hiyo ilikuwa wimbo gani. Wow. Ule wimbo mimi nilikaga nyuma yake hivi nikatulia pale. Alafu nikamchomoka tu nikasema huyu mzee huyu naye ni kipamba kabisa. Alafu kwa upande wa huyu Petit Machine Key, Machine Key naye samani kidogo. Kwa nini unamuita Petit? Kwa nini unamuita dogo? Yeye ni mdogo wangu kwanza. Ni mdogo wako. Ukiangalia kwa upande wa kuzaliwa ni Petit. Ni mdogo. Na kwa upande wa kazi naye tena ni mtoto tu. Ni mdogo. Ni mdogo wao. Yes. Ni mdogo. Ni mdogo kiukweli. Okay. Na kuna nafasi ambazo mimi nimeshatembea kwa maproducer wengine wazazi. Yes. Wazazi ambapo yeye hajawahi kufika. Kuna wakati ambao alitoka hapa akajitupa Burundi, akaenda kutana na mzee wetu Zaki Classic. Amefika pale, mimi tayari nilikuwa nishafika kwa Zaki. Na hivyo tunamzungumzia Machine Key. Ndio tunamzungumzia Machine Key. Wao akafika zingine nafasi fulani. Acha niseme kwamba yeye tu ni Petit na ndio maana mimi nimegusia hivi. Na kwa upande wake naye anafanya vizuri. Kwa sababu kuna kazi zimoja kwa upande wa biti ambazo nimewahi kusikia zake nikasema huyu dogo naye akikaa vizuri mambo yatakaa vizuri. Ndio maana mimi acha niseme kwamba ndio maproducer ambao na mimi kwa upande hapa kwetu tulipo Baraka kwa kuwa ndipo ambapo nimekwenda kugusia. Ungegusia kwa upande wa Fizi, ningekufikisha kwa wengine vibamba ambao mimi nawasikia na nasema eti kwamba hapa miradi inatembea vizuri. Na unaweza kuwataja maana tuko kwa upande wa Fizi tunakwenda kuona huyu Logic Sebele hapo. Upande wa Sebele. Yeye naye anaanza fanya vizuri. Lakini kwa wakati alikuwa akitumika hapa ku Smart Studio, kuna mix zake kama nilizokuwa nikizisikia wasanii wanaanza lena waeleza. Tulieni. Ikiwa amekuja hivyo msimdharau na msimueleze eti kwamba umefanya hivi. Mtulie tu, kuna siku moja atafanya mambo mazuri. Hivi kwa sasa nimeshaanza sikia miradi imekaa vizuri kama jinsi nilivyokwenda kusikia hii ngoma ya Bolaya yake Sangbi na huyu dogo Brother P. Imekaa vizuri masikioni mwangu. Tukienda upande wa Misisi Good Boy. Huyu Good Boy nyama sana. Kama nani GB kama naye. Yule naye beat zake wakati ambao huyu Petit Dogo Founder TZ alipo trend hivi nikasikia anagonga beat na ndio wakati nilianza mjua Good Boy. Na nasikia beat nikasema huyu amekaa. Acha niseme kwamba tunaona wote hivyo. Huyo ambaye anayekwenda kudisifu. Hapo hivyo mimi sioni. Sijaona kazi zake hapo hivi. Okay, unasema kuwa Altes hujaona kazi zake. Sijawahi kusikia. Unasema kabisa kama Altes ni moja kati ya maproducer ambao kazi zao hazijawahi kabisa kusikika. Ina maana acha niseme kwamba mimi sijui kama yeye ni producer. Na wewe sasa unaweza kutuambia ni wimbo wako gani wa kwanza ambao uliwahi kupiga na ukawa ni hit song kabisa ukasikika kwenye sikio za watu na wakasema aliye mix aliyetengeneza hii beat ni mmoja kati ya best producer? Poa, asante sana. Katika kazi ambazo nilizokwenda kuzifanya ni ngoma nyingi ambazo nilizokwenda kuzifanya zikanipitisha kwa upande wa award na wasanii mbalimbali. Acha niseme kwanza ilikuwa ni Emangongo. Na Konde Emangongo yake. Na nakumbuka ilikuwa ni Alaxon. Asante sana. Na Mami Lopez. Wow. Asante sana. Wewe iko umesikia mradi. Hivyo ndivyo hapo mimi napendaga. Nisikie mtu mwingine amesema eti kwa nilisikia ngoma fulani. Ile ilikuwa ni kazi yako? Ilikuwa ni kazi yangu, beat mwenyewe, mix ya sauti wakati ambao alikuwa kwa BMC yake manager Ndale. Hapo ndipo ambapo hiyo kazi moja ikanipitisha na nikasikia hapo mradi nilipokuwa mjiani hapa nikakutana na mmoja hivi anaupiga ule wimbo nikamwambia mzee nisaidie wimbo na watu gani ambao waliimba wimbo huu ni ngoma ya watu wa kambini. Nikasema ndani yangu huyu hata nimueleze ni mimi ndiye nilitengeneza hata kubali. Wakati niko naenda hivi huko kubandika nikasikia kwenye klabu moja hivi inatandikwa pale nikasema hapo mradi umeenda. Na ndio maana acha niseme umesikika. Nakumbuka kuna ngoma nyingine yake huyu dogo kwa sasa ameshakuwa producer Giros. Giros yake ya vumilia. Ile ngoma nayo ilitembea mpaka ikanifanya mimi nipate wengine wateja kupitia ngoma hii. Hizo ndio ngoma ambazo mimi kwa sasa acha na ni nyingi tu kwa kuwa mimi ni mzazi na vingi
nimeshavifanya. Naam, hapa tuko Focus Studio, tumekuja kuonana naye mnyama Pro Andre. Najua kabisa mnakwenda kusikia mengi ambayo anakwenda kuyasema, na hatujafika tamati. Baki na sisi mpaka hapo ambako tutakwenda kufika tamati. Basi tuko naye moja kati ya best producer wazuri kama unavyojua. Mimi si mwingine ni Alexander Jimele, huyo mwariri wako mwenye mbwembwe anayetembelea wasanii ili kukuza vipaji vya nyumbani. Naam, Pro Andre on the mix. Yeah. Ningetaka kabisa utoe shauri kwa wale maproducer ambao wanataka kujisifu kuwa heo ni maproducer wakubwa na wakati wao haujafikia. Poa, asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Hayo na kwenda kuyaongea ni jambo nzuri. Tukikwenda kuyatembelea kuyafanyia kazi, yes, tutabadilika. Naam. Acha niseme kwanza, kwa wakati moja hapo nilipo trend hapo, kuna wamoja wasanii ambao waga wanapendelea wajilete kwako hapa kwetu Fizi. Naam. Na sio Fizi, ni hapa Baraka. Naam. Wajilete kwako marafiki, yes, alafu wanaanza lilia watumikie kazi za bure. Yes. Na vile tisa ambao wanaolia kutumika kazi za bure kwako, ukiwatumikia leo anatoka kuna kuja kusifia pale na mbwembwe. Yes. Oh, wewe ni hivi. Na ingekuepo kwamba na mimi nilitembelea katika idea hizo. Yes. Pengine na mimi ningefanya hivi kama yeye huyu mtoto wetu. Acha mimi hivi kwamba nitasema huyu mjukuu wetu ambaye kwa sasa ameshaanza jisifu eti kwamba yeye ni producer mkali. Naona kwamba ni wasanii, yes, ndio ambao wanampandisha hivi na wanamdanganya. Ni kusema kwamba usijisifu. Yes. Isipokuwa tu pambana kwa zoezi, tembelea wengine wenzako, ina maana tuungane kwa pamoja. Yes. Tutakapoungana kwa pamoja hapo mambo yatakaa vizuri. Lakini namhakikishia kusema kwamba yeyote yule producer atakayeleta ujuaji wake wa kusema eti kwamba mimi ni mimi tu, nampa muda wa mwezi huu mmoja. Huo mwezi utakuwa wake wa yeye kujisifu mtandaoni, na wasanii wanakuja wanaanza msifu kwa upande wa domo, alafu anaregea na kwa kuwa amempaka mafuta na anadisikia eti kwamba amefika Alezi. Lakini kesho yake atakimbia hapa Baraka. Ni hicho tu, ni kusema kwamba ajue kwamba mimi nipo hapa, nipo sokoni. Yes. Sipo hapa kwa ajili ya kufanya sifa za mdomoni tu. Isipokuwa tu afanye mradi usikike masikioni pa watu, na sisi tutambulishe mziki wetu wa Fizi, hapa mziki wa Baraka. Naam, Fizi mzima ndio. Okay. Naam, mpenzi mtazamaji wetu, kilichokuwa na mwanzo kina mwisho wake. Mimi ni Alexander Jimel, kama unavyojua tulianza na wewe na tunakwenda kumaliza na wewe. Tumemaliza na Pro Andre, wengine tutaonana nao kama kawaida. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Asante. Asante sana. Merci. Okay. Yeah.